Hiyo inakuwa sasa punishment, haiko tena kuhakikishia watu. Kama kumaliza nishamaliza. Chungu ya Kenya uikate kisha uweke kumacho hivi. Hata unaweza fanya nayo facial. Si wewe badala ya kuweka pumpkin unaweka kitunguu. Na wanaweka nani? Cucumber. Badala ya kukata slice ya cucumber kwa macho huko wanaweka kitunguu. Juu akiwashi kiasi mtu kwa kikio ulimwengu. Mnipatie maua yangu kwa comment section. Nipe maua yangu, nipe maua, nipeni maua jamani. Nipeni maua watu wangu. Si nimemaliza kazi? Task yangu nimepewa, nimemaliza. Aliniambia nikate kitunguu. Mimi nilisema hizi ndio vitu ambazo za Afrika kweli nzuri ambazo nazimisi. What are you making today? Zege. Chips mayai ya Tanzania, si ndio? Chips mayai ya Kenya. Mtu nikoga nimebalevu ama ni mwijako. Kuna Mtanzania mmoja alikuwa hata Kenya. Akaoda wampatie chips mayai. Akawaletea scramble eggs na chipo kando. Mwingine akaenda akatengeneza kimayai chapati. Akakiroll. Akaweka machipo ndani. Sasa chipo ziko zinamwagika chini. Hii ndio zege kamili. Yes, it's a lunch for school. Leo nimekumbuka chips mayai nikasema acha nijaribu. Acha nitengeneze chips mayai kwa nyingi, sijakula chips mayai. Na chips kuku hapa. Kwa sababu zimevuliwa manguo jamani. Kuku zao ni kuzikula tu sasa hivi. Na hizi ndio ziko ready. For breakfast, that's the breakfast that we are having today. Hey, watu wanoni huko bure. Watu kiona hivi hata mlagi healthy. You're supposed to be eating mandoma, vitu kama mangwashe, manini, na chips mayai za kazi gani sahihi? Mara moja sio mbaya. Haidhuru. Haiguzi kitambi. Haifai nini? Haiguzi kitambi mara moja haiguzi kitambi bwana. Kitambi kinaendelea tu kuwepo. Kwa kile stima zimelost na Canada stima ina lost. Maajabu talent. Mom, Daddy, I want to ask you something. Ask me. When you're somewhere else, the lights went off and me and Mom had to pray for God. When the steamer went off, you and Mom have to pray for God. And then it come back. God made the lights come back. God is the electrician. No, Does God? God is everything. Yes. Does God work? Anasema ile siku ya nani? Ile siku ya Halloween. Let's go to the days because nafanya hivi. Siku ya Halloween stima ilikuwa inapipa pupa, alafu mimi nilikuwa barabarani, kulikuwa upepo, gari ilikuwa inataka kutoka kwa njia. Kisha tukaomba. Then the power come back. God made it back. God made it back. Yes. God is good. Yes. All the time, God right? is everything. God is everything. Even a horse. Even? Even a what? Kama a horse. God is horse. God is a horse. Yes. Even he's a horse. For sure. Yes. Come on, take your breakfast, Mama. Mommy, it's for my lunch. You said it. It's for your lunch. Are you going to school? Yes. Sorry. Now. Thanks, Angap. Do you know what time it is now? Okay. 50 p.m. It's 50 p.m. 15 p.m. Then, if it's 15 p.m., are you going to school or are you coming back from school? I'm going to school. You always go to school when?
When? Which time? Every time. At which time? Exactly. Saa ngapi? Anytime. You want to know anytime? Mm-hmm. No, there is no school of any time. And my father is eating chicken. I'm eating chicken. I want to test this zeg, then I'll tell my people if the zeg is yummy or not yummy. Monekano, the look can be better. It may look like this, but while testing it, One way. it come one way ya production. Na chai gani? Tunakunywa chai gani? Ya moringa. Nakunywa chips na moringa we. Chana na hiyo vitu, daktari haiko hapa. Kuwekea moringa naweza kuwekea. Saa moja unajiachilia bwana. Unasahau kama umenene. Saa zingine unasahau kama umenenepa. Unafoka. Sasa hizi vitu wanasema mbinguni ni kusifu na kuabudu. Ni bwana. Sasa duniani tusipokula hizi vitu. Wanasemaga ase omumbingwa masala gone. Unajua maana omumbingwa masala gone? Leo ni lugha watu wa Bukavu ndio watanielewa. Namaanisha yani mbinguni ni kusifu na kuomba peke yake. Mbinguni kusifu na kuabudu. Kula mifupa duniani. Hizi vitu unazitafuta. Saile una lakini dunia nayo inakuanga na shida. Shida gani? Saile hauna pesa, unatamani kukula hizi vitu. Kizione hivi kwa TV nasema, "Wai, natamani ikifika huko." Natamani mbona zikula. Ushafika sasa unakutana na daktari anakuambia usikule hizi vitu. Don't eat. Ndio unaona. Punguza mafuta. Sijui. Sasa hivi natoka kwa therapist. Therapist. Physiotherapy. Ni masuala ya msongo wa mawazo. Ya msongo wa mawazo mimi nimetoka kwa physiotherapy. Amenipatia hata karatasi. Hajaniambia hata mambo ya chakula, imagine. Nimemuuliza chakula gani nisikule. Nimemuuliza akaniambia wewe enda ubugie. Kula kama fukwe. Ili mradi tu unafanya mazoezi, ukuwa tu active. Kanuzo unafanya kazi, nikamwambia ndio mimi nafanya kazi na mimi ni mwanafunzi. Akaniambia basi. No. Time to test chipsi mayai. Hey my good people. Nimeambiwa nimeweka nyanya yangu hapa. Sipa yangu. Na kukuza huku nazo. Ni za uongo. Ya kankamana. Zimekankamana utafikiri naendaga gym. Kukuza Canada ziko na mifupa, ziko na nguvu. Ushikula. Kuna zikuwa kitu tamu. Huwezi compare kuku ya Canada na kuku ya Afrika Mashariki. Nyumbani kula. So, in short ni kwamba, hey my good people of Laser family. Tunakula chipsi mayai. Kwa Tanzania tunaita zege. Na chocolat chaud. Hot chocolate. Maneno ya Kifaransa hii hapa. Kwa hivyo don't talk. Who told you to talk? Smart. Hataki kuongea smart. She's gonna eat her hot chocolate when she finishes. Chipsi mayai. Hizi kuku tuziweke hapa kwa serviette kwanza tusikie. Chipsi mayai kama inaniita vile. Tusikie sasa kama ni ile ya Kenya, ni yule jamaa alitishaga akapewa. Walimwekeaga hadi tomato. Walimwekea nyanya. Mbona mimi sijapaka mayonnaise? Mbele ya macho yako baba. Ni wewe tu. Na hizi plastic zimevalishwa mayonnaise. Ni nani alifanya hii kazi? Hizi vitu si mzuri kwa afya ya binadamu.
Sio mzuri at all. Kwanza kwa sisi ambao tushakuwa na wajawazito. Vitambi vimekomaa. Waache. Niache kwa nini? Nani alisema niache? Mimi nakulaga hizi vitu mara moja. Sasa ile natesekaga huko kwa hii Canada, hakuna mwana kuaga anajua. Sio kila kitu naleta kwa kamera. Lazima naleta kwa kamera hizi vitu. Kuonyesha tu kwamba sio tu nyinyi ambao mko Afrika ndio mnaweza kula chips zege. Mnaweza kula zege. No. Everyone can eat zege. Na by the way nimemwambia kitu kimoja watu wangu ambao mko nyumbani na mnapanga kuja Canada. Usitishiwe na mtu yote akwambia sema huko hakuna chakula fulani, au utapata chakula fulani. Mara ya kwanza, siku ya kwanza utafika. Inawezekana kabisa ukakosa chakula ambayo unaijua. Lakini utakapozoea tu hivi maisha ya huku, basi unaweza kupata kila kitu. Ni nini ambayo ushaitafuta nyumbani ukaikosa wewe? Nini una miss kabisa ushaitafuta kabisa ukakosa? Mimi miss sana ni mboga za majani. Mboga za majani ndio hakuna. Hakuna hapo. Maybe wakati wa nani? Wasama, makanzera, na bishusha. Na sukuma. Sukuma napenda sana. Bishusha ni majani ya pumpkin. Wanaitaga aje kwa Kiswahili ya Kenya ama ya Tanzania? Bishusha. Majani ya maboga. Ama bishusha ndo kanzera. Achana na vile vitu. Bishusha itakuwa kanzera. Kishusha kiwezi kwa kanzera. Ni kishusha sasa. Kimoja ni kishusha. Bia mingi ndio bishusha. Kwa Kiswahili ya Kongo. Maana Kongo vitu kwa wingi ni bi ama mambuzi, mangombe, makondoo, batu, bi inatumika kwa vitu bingi. Lakini chakula zingine zote ziko msombe, dagaa, sukuma. Sijapata sukuma ambayo ina taste kama ile ya sukuma kama ile ya Kenya. Sukuma ya Kenya is the best. Ndio watu watakuwa wanasema mbona jamaa anapenda kusemea sana Kenya. Kwani wa Tanzania wako? Mimi nimewahi kula vitu, nimekula chakula Tanzania, nimekula bamia. Siwezi compare bamia ya mlenda wa Kenya na wa Tanzania. Wa Tanzania uko juu sana. Makange, nimekula shishi food. Nimekula shishi food pale. Chakula kitamu sana. Pale, yani Watanzania wanajua kupika kwa kifupi. Kupika na Watanzania wanajua kupika. Na wana chakula kingi kizuri zaidi ya Kenya. Ambacho nimesema sijawahi kula kizuri zaidi ni sukuma ya Kenya. Sukuma wiki ya Kenya ni tamu sana kuliko sukuma wiki ya mahali kwingine kote. Tulikuwa hapa ile siku sasa tulipataga sukuma pale Montreal, nikasema tumepata sukuma na spinach. Wapi? Ni chungu. Nakuja sasa kupika sukuma. Iko bitter. Kuna bitterness. Kama zile wa Nigeria wanataka bitter leaf. Sio tamu atono. Nako ushaona nyanya chungu huko? Si nyanya chungu. Hiyo bitter leaves ni managu. Managu. Managu, mboga chungu zile za mboga chungu zenyewe. Managu. Ushaziona? Sijawahi ona. Sasa yani kama kwa kweli mboga za majani nyingine tulibai juzi inaitwa nini? Tulibai wa spinach na ni pinare. Kama ni Fumbwa si ya Kenya, fumbwa ni ya Kongo. Fumbwa na ngai. Fumbwa ni nini? Hata maombi alikuwa anauliza kama bibi yake anasema kwa na hamu ya ngai sana. Mimi nikamwambia ngai ziko huku. Tunaziona kila siku lakini sasa tuzipendage hizo zinawagana kama lemon, zinawagana taste lemon limawe. Sasa ndo mimi napenda sasa. Ngai. Na mimi nikiipata naweza ikula wewe. Wewe sio hata umejisemesha tu hapa. Mimi napenda. Kusema napenda. Okay. Umesema umemiss. Kuona. Umesema nini yenye haiko huko? Ndio ngambia umemiss kuona, si kukula. Kukula. Napendaga na nini? Majani ya maboga ndio nimesema. Bishusha. Kuna vile naitoka Kenya. Sio naitoka si kanzera.
Majani ya pumpkin, majani ya maboga. Inaitwa Kenya wanaitaga aje? Tena walio wanaipendanga nayo. Walio nayo kwa mboga za majani walimalizaga. Mirenda, misheveve. Nitoga. Sio misheveve. Ni misheveve. Misheveve ndio majani ya lakini iko na jina yake. Watuambia pale kwa comment. Kenya tuambie majani ya pumpkin, majani ya maboga. Hata Mkenya anakimwambia maboga ajui tena maboga ni nini. Tanzania atajua. Lakini Wakongo wanaitaga bishusha. Sisi kwetu kwa lugha yetu tunaita biungulira. Niambie wewe kwa lugha yenu mnaitaga aje majani ya maboga? Biungulira. Vinatoa biungulira. Hapana. Hivyo ndio sisi tunaita kwetu tu. Siko. Bishusha. Tunasema bishusha, biungulira. Alafu kuna majani ya kunde. Kenya wanakunjaga majani ya kunde. Mkunde ni mti, alafu inaitwaga mkunde, yani ndio majani ya kunde sasa. Ni kama muembe na embe. Hata mimi zile zote mimi sijui mboga majani nilikuwa napenda na hiyo tu hapo. Kenya kuna Tanzania na Kenya kuna mboga nyingi sana za majani. Hapa mboga za majani napo. Takula siku. Kuna ile mboga nyingine ulikuwa unaona ilikuwa inakuwa kama rafu kidogo hivi. Ndio hiyo kanzera. Kanzera hapana, kanzera inakuwa kama sukuma yenyewe jakoma. Hiyo ndio kanzera. Hiyo rafu hivi. Ndio kanzera. Mishiri. Hapana, kuna mishiri zile maragi zao za Kikuyu zile za green fruit. Sasa hiyo ndio kujifariji. So nakula chips na mayai. Afu tunasema mboga za majani. Hii kuonyesha kwamba tuko concern. Conscience. Sisi tunakula jua tupendi. Hakuna. Zamiri ni polisi. Jamani. But leo lunch tutakula na bamia. Okra soup. Okra. Bamia. Hapo sasa bado ni saa 4 asubuhi. So hata tukikula hii mazoezi tunaenda tunafanya gym kidogo kwa nyumba, so tutatembea kiasi. So tutaflash out. Tutatengeneza mazingira katika mazingira salama au sio bwana? Nyoma sana. Hapo tukirudi tunakunywa detox. Chai ya moringa, matangawizi, mdalasini, makarafuu. Kwa tu sawa, haina shida. So kwa kifupi kuna vitu ambavyo utavimisi. Hizo mboga zote tumetaja utazipata sana kwa uhakika. Lakini mboga zingine kama samaki za kila aina, tilapia, tuna, Wakongo wanaziita Thomson, na kila aina yote ya samaki, nyama za kuku. Sema japokuwa taste sio same. Taste ya nyama ya kuku ndio different kidogo. Nyama ya mimi kitu ambacho nakimisi sana kwa mboga ama kwa chakula, kwa spices ni kitunguu. Kitunguu. Yes. Kitunguu ya Kenya ama ya Afrika na kitunguu ya Canada usilinganishe. Hauwezi kula kachumbari huko. Hata mbona anazikula wengine? Kachumbari? Siwezi kula kachumbari huko. Kitunguu ya huko ni ya uongo, haina kale kamuwasho, haina Hapana, kata kitunguu hapa. Tunazikataga hapa na toa mpaka macho hazitalia. Nikupatie moja ukate. Inategemea. Tufanye hiyo challenge upatie. Leta. Sasa upe kitunguu ukate. Tuone kama au utatoa machozi. Leta. Hata kama ndio kusemea Canada sasa hii inakuwa 3 much, si hata too much. Afrika ulikuwa unapiga ile inaitwa gani? Nyama ile dry fry. Ni chopo. Sema. Ndogo kwa sababu ya zinaivaga hapo, zinafika zinaregea hata nini. Leta kama sponge. Mbona unaweza kuifinya? Leta nikate. Unasema nikate, nipatie na kisu. Tafuta. Niweke mpaka kwa macho hivi. Nibandike. Tuone. Naona kabisa. Leta ona.
Tuone kama nitalia. Kate mbili. Kwa nini? Si ulisema moja, Kenya unakufaa kukata mbili ndio ulie. Nipatie moja. Sinagawanyisha mara mbili afu naweka kwa macho. Si kugawanyisha, kuslice. Ni slice. Unataka ulie na nani? Nani? Na kugawanyisha tu mara mbili ndio anze kulia. Kulia ni kuslice. Ndaweka mpaka kwa macho. Nimepewa kitunguu nikate. Hii yote mimi nimesema. Kwanza kitunguu yenyewe hata ya uongo. Vitu zingine zenye hata hazina. Afrika bwana, kila kitu original. Ndio maana mimi nilisemanga kabisa hata kwa ile video hii. Sasa kwa hiyo unategemea tu alime saa ngapi kwa hiyo? Najua hii swali ilikuwa ni hiyo walifanya nini? Walitengenezea kwa factory, si walilima. Si walilima. Lakini haiko original kama ya greenhouse. Haiko original kama ya nyumbani. Never ever again. Hizi ndio vitunguu watu wakikuja, nyinyi mnakuja kufanya kazi ya mashamba huko. Kwanza wanasema hakuna kazi nzuri kama kazi ya kuvuna vitunguu. Mashini ndio inatoa kwa ardhi, mashini ndio inavuna. Nyinyi mnapanga tu, mnakata majani ile ya green. Sasa unatafuta nini hapo ndani? Unatavunja. So, nikate kwanza. Naanza hivi. Tena mimi nakata kitunguu ina good way sako kama chef. Utavunja. Unataka nini? Chef Leza, uniletea hata mbao ndio nionyeshe kisi nakata ile. Oh. Unaona? Hivyo slice. Slice. Haya. Si. Ninakata kitunguu hivi. Iko tu sawa. Ndio yote iko kila kitu. Utakosa lolote. Mimi naona vinakata vitunguu zangu na shape. Kitunguu ya Afrika na kata hivi afu nikikupikia chakula hata kabla haujakionja. Kinakuwa kizuri. Unaanza kusikia utamu. Si kitunguu ya Kenya unaweza ikata hivi sijafanya hata hakuna kitu, hakuna. Mimi nitamaliza hapa. Niko naiona, useme nimeweka macho mbali. Wadau. Ni bure, hakuna pesa ya kushinda. Utashinda pesa. Kama ça vient, unaanza fika kidogo. Kwamba Kata. Ndio kata. Wapi siogopi. Ndio kata, siogopi ndamaliza. Kenya huwezi maliza hivi kitunguu mbele yako hivi. Hii imeisha. Hakuna. Hakuna Kenya huwezi. Ngoja nilete kamera nikulete kwa macho. Kenya kama machozi shanitoka. Sasa macho yanafanana aje? Macho. Iko tu sawa. Kenya niangalie. Unaona? Iko fresh. Kenya huwezi kata kitunguu. Kitunguu cha Afrika ukate hivi. Angalisho na nani pia? Light. Si kama haiharibu. Si nimemaliza. Kenya unataka kata kitunguu cha red kabisa. Red onion. Like this. Mimi nimesema kabisa. Mimi sijai test. Kusema tu kweli ni kwa sababu ni moja kati ya si ndio nimemaliza. Chupa hii. Mbona kesi ulikuwa na kupekua macho? Hiyo inakuwa sasa punishment, haiko tena kuhakikishia watu. Sio punishment. Kama kumaliza nishamaliza. Tungu ya Kenya uikate kisha uweke kwa macho hivi. Hata unaweza fanya nayo facial. Si wewe badala ya kuweka pumpkin unaweka kitunguu. Na wanaweka nani? Ni cucumber. Badala ya kukata slice ya cucumber kwa macho huko wanaweka kitunguu. Juu. Akiwashi. Ni kiasi mtu. Kwa kikio ulimwengu. Yeye mtu wacho litoboka hapa. Sasa kwa kikio ulimwengu kama kiwashi. Siati inawasha sana. Kwa mbali. Mimi ndakata leta sahani yote ya vitunguu nijaze beseni. I can kata. Hii yote ni kuprovia watu wa nyumbani
Kiwezekana mkuja na vitunguu vyenyu. Ndio shida sasa. Unaona? Hata havina nani, havina nguvu. Haviko solid. Maji. Na profita kunifanyisha kazi ya kukatia vitunguu. Leo utapika bila kukata vitunguu kweli. Na nini nyingine huko nani? Ndio nyanya zote zinawashaga. Nyanya za huko sasa ni pilipili kabisa. Kama motifu ilikuwa vitu vya kuwasha. Kwa nyanya tumemaliza. Tunaona kitunguu mbili hizi kweli hata mtu mwenyewe to be honest hata kama anajikaza. Nadhani hata wewe mwenyewe ushavunjika moyo. Ushachoka. Mnipatie maua yangu kwa comment section. Nipe maua yangu, nipe maua, nipeni maua jamani. Nipeni maua watu wangu. Si nimemaliza kazi? Task yangu nimepewa nimemaliza. Aliniambia nikate kitunguu. Mimi nilisema hizi ndio vitu ambazo za Afrika kweli nzuri. Ambazo nazimisi. Kachumbari, dry fry ile inaitwa wet fry. Wet fry ya nyama na kitunguu ya Afrika my friend, na nyama ya Afrika taste yake. Acha tu. Iwe ya nyumbani. Wet fry ama michopo? Si ndio hiyo wet fry? Ni dry fry. Kuna kwanga wet fry na dry fry ile tu ya vitu ni nyama yani na vitunguu. Unaweza kwa hata nyama choma hata tuseme tu. Afu ukakatia vitunguu pale kama kachumbari ama ni nyama umefry then unaiweka na vitunguu. Sijui si inaitwa. Sisi tunaita michopo, unaita michopo. Kwani Mkenya anajua michopo ni nini? Michopo ni ya Burundi. Warundi ndio wanajua michopo na Wakongomani wa Uvira. Ndio wanakula michopo Bujumbura barabara ya pili. Chipako nyimbo ya champagne ndio michopo. So kazi kuisha. Tofauti ya kitunguu. Unaona? Tofauti ya kitunguu ya Afrika na kitunguu ya Canada ndio hii hapa. Hivi. So mtu asikudanganye. Ni atoe kodokodo. Macho kodo. Hakuna. Msimangie machozi kwa kitunguu yako. So kwa kifupi ni hivyo my good people. Nimekata vitunguu ngapi? Viwili. Kwamba kudhibitishia kwamba kitunguu cha Afrika bado ni number 1 kuliko cha Canada. Kwa wale ambao mnataka kuja Canada, tulisema tutawafundisha maisha ya Canada bila filter. Kwa hivyo kuna vitu vingi, sio tu vitu vya barabarani lakini hata maisha ya kawaida ili msikuje kuteseka. Kuna vitu vingine lazima mvijue. Kama haujui kupika, wewe ni mwanaume, wewe ni mwanamke, anza kujifunza. Juu usijipojua kupika, hutaikula chapati, hautaikula ugali, hautaikula chapati. Kazi hapo. Hautawahi kula chochote, iwe chapati, iwe ugali, iwe nini. Hautawahi kula kama haujui kupika. Hakuna restaurant utapata uende kule hizi vitu. Utapata vitu zingine za ajabu zenye hujui. Stay blessed. Barikiwe sana. Barikiweni sana kabisa. Ningekuwa Mluya ningetuma salamu. Walipomaliza kula wakafanya nini? Wakaenda kufanya nini? Watch. So ndio hivyo. Tumemaliza kula. Wakuja kufanya nini? Watch. Kwa hivyo tukutane katika video itakayofuata. Kama ni mara yako ya kwanza unatazama Leza Family, hii ni channel yako ya mafunzo ya Canada. Kwa hivyo Mungu akubariki sana wewe ambaye unaendelea kuwa pamoja na sisi. Wewe ambaye unaendelea kupambania ndoto yako na kujifunza maisha ya Canada. Ili siku moja na wewe ufanye nini? Uje Canada. Kwa hivyo stay blessed. Anibariki. Mungu awabariki. Abariki watazamaji wetu. Mungu awalinde, azidi kupatia muda wa kuendelea kusubscribe na kushare kwa wingi. Na waendelee kupambana pia kuja Canada. Usikate tamaa. Kata tamaa ni mwiko sana. Sawa? Stay blessed. Peace.